Jamani, wapi makofi kwa Jafeti? Ni moja kati ya vijana ambao wanafanya vizuri kabisa katika mji wetu wa Kahama. Ni moja kati ya vijana ambao wana vipaji adimu sana vya kuwachekesha watu na kuwafanya watu wazidi kuongeza siku zao za kuishi. Si mwingine napokuja kumleta mtu mwingine tena on the stage. Hapa ninamzungumzia ni mzungu pekee. Yaani mtu mweupe peke yake kwenye crew nzima ya Tabasamu stand up comedy. Si mwingine bali ni Bariki on the stage. DJ. Yeah. Asante DJ. Naomba ninukuu kwanza aliyenitambulisha kunileta hapa mbele. Wao ndo wananiita mzungu. Wao ndo wananiita mzungu sababu mtoto wa kiume huwezi ukajisifia kuitwa yeye cheupe au mzungu. Kuna namna fulani hivi, kuna watu watakuangalia, watu wanaanza kukujadili. Binafsi ukiniangalia kwa jicho la nyama, unajua kabisa mimi muda wowote, au unajua kabisa nimetoroka Milembe. Lakini ukiniangalia kwa jicho la mwaka mpya, mimi ni miongoni mwa watu wanaenda kufanikiwa kabla hata mwezi wa sita hujafika. Wahenga walisema vaa vizuri, pendeza, ufiche umaskini. Sasa mimi nimeamua niulete mbele yenu muone umaskini wangu jinsi ulivyo. Wadada mpo? Wadada mpo? Wadada, unaposikia mtoto wa kiume anasema hali ni ngumu, naomba tu muelewe. Kwa sababu mfano hai wewe mwenyewe unao. Kwani wadada wangapi waliopo hapa misuko walionayo au mabutu walionayo yatoka Krismasi? Mwaka mpya umewakuta wana mabutu ya Krismasi. Kwa hiyo inabidi tuwe tunaelewana. Wanaume mpo? Wanaume mpo? Mwanaume aliyekamilika kwa siku anazini na wanawake 1000. Asante sana. Mwanaume aliyekamilika kwa siku anazini na wanawake 1000. Binafsi mimi ndani ya masaa 12 nazini na wanawake 80. Na hapo nimeandikiwa daktari nisitembee sana, homa naweza nikazidiwa homa muda wowote. Kuna mtu mmoja nimemsikia hapo anapinga, anakataa kwamba sio kweli. Sasa wewe unayepinga unapingana na maandiko matakatifu. Biblia yenyewe inasema akwishae kumtazama mwanamke kwa jicho la kumtamani ameshakwisha zini naye. Sasa wewe unayepingana na ukweli kwenye Biblia utajua mwenyewe. Yesu, ngoja nishuke chini. Yesu hakuwa na orodha ya wanafunzi wa kike katika wale wanafunzi 12, kwa sababu kabla ya kuwa na wale wanafunzi 12, Yesu aliwahi kuwa na wanafunzi 12 wengine wa kike. Sema sasa, kilichomfanya Yesu asitafute tena wanafunzi wengine 12 wa kike? Siku moja Yesu alikuwa amekaa na wanafunzi wake hao wa kike, wanapanga safari ya kwenda Galilaya. Yesu akawaambia, sasa tunajiandaa kuelekea Galilaya. Kamdada kamoja kakauliza, Jesus, you can request punda? Yaani Yesu alitembea kwa miaka 40 kwa miguu. Wewe mtoto wa kike unataka punda kutoka tu Misri kwenda Galilaya? Yesu hajatulia vizuri, shetani akapita. Mdada mwingine akaita, Sheti, you can wait me? Hivi tunaelewana? Kuna scenario moja huwa inasema kwamba mapenzi yanauma. Ladies, hivi ushawahi kuamka asubuhi ukajigonga
ukajigonga kwenye goti, yaani unashuka kitandani ukajigonga kitandani. Hebu chukua hayo maumivu afu linganisha au compare na mtu anayesema mapenzi yanauma. Na najaribu kuimagine Jumakani kwa nini hakutafasiri ile movie ya Yesu. Kwa sababu Jumakani anapotafasiri movie yoyote ya Kihindi lazima akwambie jina la star, jina la movie, jambazi anaitwa nani na jina lake la utani ni nani. DJ subiria, mimi ndo nimeshikilia mic, kwa hiyo unanifuatiliza. Sasa hebu tuone Jumakani jinsi alivyoweza kutafasiri movie ya Yesu. DJ twende. Utakuwa unatembea na mimi, sawa? Wapenzi watazamaji, kabla hatujaanza picha yetu, tungependa kutambua historia fupi ya star wetu. Star wetu anaitwa Emmanuel. Jina lake la utani Jesus. Ana urefu wa inchi 8 na futi 9. Anaongea makabila yote. Ana nyota ya kupendwa na watu wote. Mama yake anaitwa Mariam. Jambazi katika picha yetu anaitwa Lucifer. Jina la utani anaitwa Sheti. Hivi wangapi waliosoma shule za St. Kayumba? Tunyoshe mikono juu. Najua mpo. Hakuna situation ambayo tulikuwa tunaifurahia sisi, tulikuwa tunakaa backbencher kama mnagaiwa mtihani. Alafu si mwalimu wetu wa Mase alikuwa anagawa mitihani parade. Form 1 wako pale, nyewe form 4 mwanaume mzima kabisa utajua mtihani na mwalimu una maxi 80, unauficha. Kuta mtoto wa kike ana maxi 95, anachukua mtihani, anajifanya kama analia. Alafu sasa kuna mimi huyu, kuna ule mshikaji ana maxi 4 ya 100, lakini hilo shangwe analoondoka nalo. Oya wewe, ulishawahi kukuta mko mezani mnakula, wewe na mzee wako mnakula wali nyama? Haya, mmekula, wewe mtoto ukajipiga moyo kwamba hii nyama iliyobaki mshua anaweza akaniachia mimi nikaimaliza. Lakini mshua na yeye anakuangalia, kwa sababu wewe ni mtoto wake, lazima uwe na discipline, umwachie nyama aimalize yeye. Unajitutumua, unasema kwa sababu mimi ni mtoto, ngoja nichukue. Unaenda kuchukua hivi nyama, mzee anakushika mkono anakuuliza, hivi mtihani wako wa hesabu ulipata ngapi? Unajua unapigwa na butwa, unashindwa kuelewa mzee ameuliza nini au anazungumzia nini. Mimi ni Msukuma, hata ukiniangalia lafzi yangu na Kisukuma. Sisi Wasukuma tuna tabia moja. Kitu kidogo tunakipa thamani kubwa, na kitu kikubwa tunakipa thamani ndogo. Msukuma anaweza akaenda kwa poti kununua hata soda, akaambia hiyo take away shilingi ngapi? Akasema buku. Akasema nini? Ni buku? Yaani hiyo take away nichukue kwa buku. Bebe, wataka kuniibia eti? Mimi sio mshamba. Hapo ukiangalia hapo ni Msukuma. Mkoa wake wa kwanza kusafiri ni Shinyanga. Ametokea Bariadi, mkoa aliovuka ni Simiyu tu. Unaona? Ila Msukuma akija kukopa hela kwako, hata kama anakopa 100,000, hawezi akasema naomba nikopeshe 100,000. Yeye atakuja, Mabula, mimi na shida, naomba nikopeshe kalaki haka kamoja tu, baada ya siku 3 na kurudishia. Asanteni sana, my name is Ebaliki.